Okay, karibuni sana kwenye Computer Training Season 5. Kama nilivyoelezea hapo awali, Computer Training Season 5, leo tunaenda kuanza kabisa na mada yetu ya kwanza ambayo inahusiana na Introduction to Computers. Katika ule utangulizi wa awali nilisema kwamba Computer Training Season 5 itakuwa inahusisha mambo makuu kama manne kama sio matano, ambayo ya kwanza itakuwa ni utumiaji wa kompyuta kwa ujumla, yani basic computer skills, ujuzi ambao utakao kuwezesha wewe kutumia kompyuta. Lakini kipengele cha pili ambacho tutaenda kujifunza katika Computer Training Season 5 itakuwa ni Microsoft Office Program. Microsoft Office Program ambazo tutakazoenda kusoma ni tatu ambazo zitakuwa katika kipengele cha pili ambacho ni Microsoft Word, Microsoft Excel na Microsoft PowerPoint. Kwenye Microsoft Excel tutajifunza mambo mengi sana. Najua ugonjwa wa watu wengi sana, sio ugonjwa wa mtu binafsi, ugonjwa wa watumishi wengi, watu aina mbalimbali. Wengi wanaikimbia Excel. Excel huwezi kukimbia katika dunia sasa hivi. Sasa utakuwa unafanyia mahesabu yako wapi? Au utakuwa unatumia calculator? Ukafanya ukitaka kuandaa quotations, utakuwa unaandalia wapi? So Microsoft Excel ni muhimu sana. Tutaenda kujifunza mambo mengi huko. Tutaenda kuangalia labda hao wanaandaa matokeo ya NECTA wanaandaaje. Lakini pia tutaenda kujifunza issues kama za pivot table na kadhalika. Kipengele kingine ambacho tutakachojifunza ni kipengele cha internet and email. Internet and email. Na kipengele kitakachofuata ni database and programming, ambacho tutajifunza pia kwenye database ukiachana na MySQL, SQL, Oracle na kadhalika. Tutaenda kujifunza issue ni program ya Microsoft Office na ambayo inaitwa Microsoft Access. Pia nayo inahusika kwenye issues za database. Lakini pia tutaenda kujifunza na kipengele cha mwisho ambacho ni artificial intelligence. Tutaenda kuangalia artificial intelligence hii ipoje au imeundwaje na namna gani tunaweza kutumia responsive AI, namna gani tunaweza kutumia AI katika matumizi ambayo yatatunufaisha sisi, lakini sio katika matumizi ambayo yatatudidimiza, kuweza kushindwa kufikiria vizuri, kushindwa kufanya mambo katika kutumia akili zaidi ya kuitegemea hiyo AI, bali tuitumie AI katika namna ambayo itatunufaisha sisi kama binadamu. So katika kipindi cha leo tunaenda kujifunza issue ya computer, utangulizi kuhusiana na computer. So tutaenda kuangalia understanding what computers, tutaenda kuangalia computer ni nini, sehemu zake pamoja na matumizi yake. Kama hii ndio computer, tutaenda kuangalia hii computer imeundwa na nini, hii ni nini na kadhalika. Okay, at the end of this topic you will be able to go, mwisho wa hii topic ya leo ambao tutakaoenda kujifunza, utaweza ukienda na mimi pamoja utaweza kuelezea kompyuta ni nini, na pia kuelezea au kuweza kuzitambua sehemu kubwa za kompyuta pamoja na kazi zake, to identify main parts of the computer and describe their functions. Kitu kingine ambacho tutakachoenda kujifunza, tuweze kuelezea tofauti kati ya hardware na software. Tutaenda kuangalia hardware nini, mtu anapokuambia computer hardware anamaanisha nini, mtu anapokuambia computer software anamaanisha nini. Kingine ambacho tutakachoenda kujifunza, tutaenda kuangalia matumizi ya computer katika maisha yetu ya kila siku. To mention the common uses or applications of computer in our daily lives. Okay, computer ni nini? Computer is an electronic device that receives data, ambayo ni input, it process it, stores it and it produces the result according to this definition. Kulingana na hii definition. Kwa computer ni kifaa chochote cha kielektroniki ambacho kinapokea taarifa. Taarifa sasa ndio inaweza ikawa ni vitu vingi, inaweza ikawa ni letters, numbers, pictures, documents na kadhalika. Hizo ndo taarifa. Pia inazichakata, process it. Alafu kingine inazihifadhi, stores it, na mwishoni inatoa matokeo, it output results, it produce results. So kwa lugha nyingine, kwa wale ambao ni wasomi wanaweza kaja akasema computer is an electronic device that input data, process it, stores it and output the processed data. Kwa hiyo inazichukua zile taarifa, inachukua taarifa ni zako, hizo taarifa unazipa, inamaanisha unaziingiza, zinachakatwa, zinahifadhiwa, alafu zinatolewa matokeo. So it input, process, stores and output. Kwa hapa katika hii definition yake au maana yake tunaenda kukuta computer ina kazi kubwa 4.
inapokea taarifa, inachakata, inazihifadhi, then inatoa majibu ya taarifa zilizochakatwa. So it input, process, stores and output data. Okay, tuendelee. It help us do work quickly, kwa hiyo inatusaidia sisi kufanya kazi kwa urahisi sana na kwa usahihi. Kwa mfano kwenye kuandika, ukiwa unatumia mkono kuandika and typing, na mimi nikawa natumia kompyuta, nafikiri typing errors kwa kutumia mkono zinawezekana zikawa ni nyingi zaidi kulinganisha na ule mtu anayetumia kompyuta. Pia kwa uharaka, kwa mimi sasa hivi mimi naweza nikasema kuandika peji moja naweza nikaiandika kwa urahisi zaidi nikiwa natumia kompyuta zaidi ya kutumia handwriting. Pia kompyuta inaweza ikatusaidia sisi kucheza muziki, kutuma message na mambo mengine mengi tutaenda kuangalia huko mbeleni. Okay, sifa za kompyuta, characteristics, key characteristics of computer, key features of computer. Kompyuta bwana ina sifa gani? Kama alivyo Mwafrika alivyo sijui ni hodari, lakini pia na kompyuta pia nayo ina sifa zake. Hizo sifa ukija ukiondoa moja, basi hiyo hapo inawezekana isiwe ni kompyuta. Kwa mfano ukaja ukaondoa sifa ya kwanza, kompyuta sifa yake inaitwa electronic. Why electronic? Ukaja ukiondolea hii sifa, inamaanisha hichi kifaa hakitoitwa kompyuta. Why? Kompyuta ya kwanza ukija ukisikia electronic, maana yake the simple meaning works with electricity, inafanya kazi kukiwa na umeme. Unless otherwise hicho kifaa kisipokuwa kinatumia umeme, inamaanisha hicho kifaa kitaitwa computer. That is the first thing. Ndio maana ukiwa unataka kutumia simu yako, ukiwa unataka kutumia calculator, ukiwa unataka kutumia hizi PCs, personal computer, laptops and desktops, zote lazima uziconnectie kwenye umeme, then after ndo unaweza ukaja ukazitumia. Pia computer it is fast, inafanya kazi kwa haraka sana. Can do millions of calculations per second. Inaweza kaja kufanya mahesabu zaidi ya milioni moja kwa sekunde moja. Just imagine 1 second a dot imefanya mahesabu milioni. Lakini mtu sasa hivi akija akikwambia wewe 10 jumlisha 10 toa 3 gawanya kwa 4, unakuta umeshachanganyikiwa. So computer it is very very fast. Kingine ni accurate, makes very few mistakes. Computer inafanya mistakes very very few. Kwa mtu ambaye hujui kutumia computer kwa undani sana, unaweza ukaja ukafikiri computer ifanye mistake, lakini computer it can do mistakes unless otherwise hiyo computer kama ifanye mistakes, I think labda itakuwa ipo reviewed. Sana kuna hizi mini computer kama calculators ukuja kukuta zinakosea ni mara chache, lakini ukienda kuna baadhi ya computer unakuta they do very few mistakes, they are unrecognizable if it's not in advanced level. Kwa hauwezi kuzitambua kama sio katika level ambayo ni kubwa. Kingine sifa ya computer ni storage. Ina uwezo wa kuhifadhi taarifa. Keeps information for future. Kwa hiyo inahifadhi taarifa kwa matumizi ya baadaye. Na sifa nyingine ya computer ni can do many things at once. Inaweza ikaja ikafanya kazi nyingi au vitu vingi kwa wakati mmoja. Kwa mfano ukiwa una browse unaingia kwenye Chrome au Microsoft Edge au Mozilla Firefox na kadhalika. Unaweza ukaje ukafungua tabs zaidi hata ya 50 ukawa unafanya different tasks at the same time. So computer na characteristics almost hizi hapa: electronic, fast, accurate, storage na multitasking.